Karibu katika tafakari ya masomo ya Dominika 27 ya mwaka C wa kanisa, na ujumbe mkuu wa masomo ya Dominika hii: tusiache imani tunapoona watu waovu wakifanikiwa. Mwenyezi Mungu, na ndiyo sababu miisho yao yote haikuwa mizuri. Mkumbuke Mfalme Suleiman aliyetawala taifa la Israeli katika karne ya 9. Akamjengea Mwenyezi Mungu hekalu kwa mujibu wa kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 5 hadi sura ya 9. Na akawa na mali nyingi na utajiri mkubwa kuliko wafalme wote wa dunia. Lakini mfalme huyu Suleiman alipomkosea Mwenyezi Mungu kwa kuoa wanawake 700 pamoja na kuwa na masuria 300, Mungu alimwadhibu na akafa. Umaarufu wake ukapotea na ukasahaulika kwa muda mfupi. Mkumbuke Mfalme Nebukadneza wa Babuloni. Huyu ndiye aliyewateka Waisraeli na kuwafanya kuwa watumwa katika taifa la Babuloni. Ilifika sehemu akajiona kwamba yeye ni kama Mungu na watu wa mwabudu. Mungu akamnyenyekesha. Katika kitabu cha Nabii Danieli sura ya 4 aya 28 hadi 33, mfalme huyu alipelekwa katika kifungo kwa muda wa miaka 7. Kifungo chenyewe ni kwenda porini kula majani kama ng'ombe, kuishi katika umande wa majani yaliyokuwa huko porini na kuota manyoya. Kwa muda wa miaka 7 alikuwa anakula nyasi na majani ya kawaida kama ng'ombe kabisa. Kisha Mwenyezi Mungu akamrudisha tena. Katika enzi za kwetu hizi, mkumbuke dikteta Idi Amin Dada. Mkumbuke Mengistu Haile Mariam wa Ethiopia, na kwa sasa amehukumiwa adhabu ya kunyongwa na anaisubiria. Mkumbuke Jean Bedel Bokassa aliyetawala nchi ya Jamhuri ya Afrika. Mkumbuke dikteta Mobutu Sese Seko Kubanda mwana wa Nzambanga aliyetawala taifa la